inamaanisha roho ya mwanadamu au roho yangu mimi au roho yako wewe. Katika Biblia ukikuta pameandikwa ara ndogo, maana yake roho ya mwanadamu au roho ovu au roho ya mwovu. Sasa kwa nini sasa ile ambayo iko capital letter ambayo ni herufi kubwa inatofautisha kati ya roho ya mwanadamu na roho ya nini? Ya shetani, roho ovu. Kwa lugha nyingine, roho ovu ni sawa na kusema pepo mchafu. Wapendwa, sawa? Sasa inategemea na sentence imeundwaje na inaongelea nini, inazungumzia kitu gani, ndio utaelewa kwamba hapa ni roho ya mwanadamu. Usije ukachanganya ukafikiri zote ni roho ya shetani, zote inaongelea katika sentence ile mwanadamu. Ukakuta pameandikwa roho, utaona kwamba hapa ni roho ya mwanadamu, maana ana ndogo. Vinginevyo kutokana na sentence jinsi ilivyoumbwa na kile inachozungumzia, inawezekana inaongelea roho ovu, lakini zote ni ara. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Katika mstari huo roho imeanza kwa herufi kubwa ikimaanisha Roho Mtakatifu. Sasa hebu turudi tena baada ya mafafanuzi haya. Lakini tunda la Roho, unaona herufi ni kubwa, sio? Lakini tunda la Roho, hapo inamaanisha lakini tunda la Roho Mtakatifu. Mtu anapojazwa Roho Mtakatifu ndipo tunda hili linapozaliwa. Au unaweza kusema tunda hili linazaliwa lini? Ni siku ile ambapo unatubu dhambi zako na kumpa Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Roho Mtakatifu akaingia ndani ya moyo wako, ukajazwa Roho Mtakatifu. Hapo maana yake roho imeingia ndani ya moyo wako, umejazwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Mtu anapojazwa Roho Mtakatifu ndipo tunda hili linapozaliwa. Hatuwezi kuwa na tunda la Roho bila kumpokea Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu ndiye mwenye tunda la Roho. Nasikiliza au naangalia chini? Mimi nataka uniangalia hapa kwenye macho yangu. Yaani tukutane na wewe ana kwa ana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwezi kuwa na tunda la Roho bila kujazwa Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatunda hilo na si vinginevyo. Roho Mtakatifu ndiye mwenye tunda, ndiye ambaye amelibeba, ndiye ambaye analizalisha, ndiye anayesababisha wewe upate tunda la Roho Mtakatifu. Kwa lazima ujazwe. Leo hii tunavyoongelea, lazima ufanye nini? Ujazwe Roho Mtakatifu. Ujae, hakuna sababu ya kutokujaa Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu yupo. Yeye ndiye anatuwezesha kushinda dhambi. Yeye ndiye anatuwezesha kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Yeye ndiye ambaye anasababisha tunda lipate kuzaliwa katika maisha yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa nini sio matunda bali ni tunda? Ni kwa nini sio matunda bali ni tunda? Biblia inasema Biblia haisemi matunda ya Roho, bali inasema tunda la Roho. Hebu turejee tena pale. Biblia inasemaje? Au pengine mimi napitiliza na kosa kusema. Inasema tunda au matunda? Tunda. Tunda. Wangapi umegundua kwamba inasema tunda? Inua mkono wako juu. Aha. Kumbe niko sahihi. Nilifikiri nimekosea. Kwa hiyo hapa Biblia isemi matunda, badala yake inasema tunda. Ikiwa inamaanisha kwamba tunda liko moja. Si haijasema matunda? Kama haijasema matunda, maana yake tunda liko moja. Soma Biblia yako vizuri. Soma Biblia yako vizuri. Biblia inasema
moja. Mti mmoja unazaa tunda la aina moja tu. Hello. Hivi umewahi kukuta kwenye mchungwa ukakuta machungwa yapo na mapapai? Yaani huu mchungwa machungwa yamening'inia na papai humo kwa mumo, kama Wanyakyusa wanavyosema. Haleluya. Yaani hapo kwenye mpapai au kwenye mchungwa unapata papai, hapo unapata na nini? Au unapata na ndizi humo, au unapata na nini? Na maparachichi. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mti ambao unaweza kuzaa aina mbili za matunda. Haiwezekani katika mchungwa ukapata mapapai pia. Mchungwa unazaa machungwa tu. Mpera unazaa mapera peke yake. Mzabibu unazaa zabibu peke yake. Mwembe unazaa nini? Peke yake. Hakuna mchanganyiko. Kila mti na matunda yake unapozaa. Luka 6:44 karibu. Luka 6:44. Luka 6:44. Nitasoma katika jina la Yesu. Amen. Kwa kuwa kila mtu hutambulikana kwa matunda yake. Maana katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Asante sana. Nirudia tena. Nitasoma katika jina la Yesu. Kwa kuwa kila mti hutambulikana kwa matunda yake. Maana katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Asante sana. Hivi wangapi wanajua michongoma? Michongoma inazaa nini? Machongoma au inazaa chongoma au miba? Hilo lifanyie utafiti kwanza. Nenda kafanye nini? Utafiti kwanza upate hapo. Haleluya wapendwa. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Hakuna, Yesu anaonyesha wazi kabisa huwezi kuweza kupata zabibu kwenye miba. Ukienda Shinyanga kuna miti mingi sana ya miba. Mingi sana. Ukienda Dodoma na Singida, baadhi ya maeneo kuna nini? Kuna miba. Hata siku moja mimi nimekaa Dodoma miaka mingi tu. Hasa zile sifa za kwenda na kurudi. Bado mimi nimemtumikia Mungu katika maeneo yale. Kiwa natokea kwetu nafanya mambo mbalimbali. Ninaelewa maeneo mengi. Sijawahi kukuta kwenye miba kuna mizabibu. Hata siku moja. Zabibu ni zabibu. Mizabibu inazaa zabibu peke yake. Haleluya. Amen. Sasa yanayotajwa hapo ni nini sasa? Maana hapa kila mmoja sasa hivi anagongana huko moyoni wake. Mbona inasema upendo, furaha, amani, utu wema, fadhili, upole, uaminifu, kiasi. Hayo ni nini sasa? Kama si matunda, hayo ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Yanayotajwa hapo ni ladha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yanayotajwa hapo ni nini? Ladha ya hilo tunda la Roho. Ladha. Tunda ni moja, lakini ndani yake kuna ladha nyingi ambazo ni upendo, furaha
Bwana Yesu asifiwe. Unaona nini hapa? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Katika tunda la mwembe au tuseme hivi, tunda la mwembe naliona ni tamu. Tunda hili kimoja. Tunda la mwembe ni nini? Tamu. Nzuri. Linanukia. Kuna nguvu humo ndani. Kuna chachu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nini? Kuna vitu vingi sana hapa. Ni tamu, nzuri, halafu ni laini. Yaani ukimchana kidogo hapa kwa kisu, itaanza kuchuruzika. Kama wewe unafanya biashara ya maembe, dawa huwa ni kula embe, sio kuambia watu nunua embe, maembe hayo matamu. Wewe fanya nini? Anza kula embe. Ukianza kula embe, ile harufu itatapakaa, watu wanaanza kusema unauzaje? Kwa sababu harufu yake inafanya nini? Inavutia, inashawishi. Wapendwa, haleluya. Kwa hiyo hapa kuna tabia karibu ngapi? Hebu nitajie hapa kuna nini? Moja. Kumbe kuna sukari pia. Unaona hiyo Lakini pia kuna nini? Maji. Alafu tena kuna nini? Chachu. Kuna harufu nzuri. Haleluya. Amen. Lakini matunda hapa mnaona mangapi? Tunda ni moja. Lakini kinachotajwa pale haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna furaha. Biblia inasema furahini siku zote, tena nasema furahini. Upole wenu ujulikane na watu wote. Kama wewe huna furaha, maana yake huna Roho Mtakatifu. Ndani ya Roho Mtakatifu tunaambiwa kuna nini? Kuna amani. Mtu mwenye Roho Mtakatifu ana amani na watu. Hagombani, hana vurugu, haibishi, hawasengenyi, hawashambulii kwa maneno, maana ndani yake kuna amani. Lakini pia kuna uvumilivu katika safari yetu, katika maisha yetu tuliyo nayo. Sana siku ambazo unajaribiwa ni nyingi kuliko unazokaa raha bila tatizo lolote. Nyingi mno. Lazima muamini ajaye Roho Mtakatifu ili apate uvumilivu, aweze kuvumilia. Safari ya kwenda mbinguni imejaa matatizo mengi, kwa sababu shetani anatupiga vita tusiingie katika uzima wa milele. Magonjwa yapo, vifo vipo, dharau, matukano, kuaibishwa. Kama wewe huna Roho Mtakatifu, ukisemwa vibaya tu unazira wokovu. Unasema kama ndivyo mimi naacha. Sasa unaacha ili wewe. Kumbe ni jaribu tu. Unapaswa kwanza kuvumilia. Unapaswa kujaa Roho Mtakatifu ili akupe uvumilivu uweze kushinda. Wanasema mvumilivu hula mbivu. Yaani anakula vitu ambavyo vimeiva. Na wanasema tena subira yavuta heri. Neno lile yaani subira inaleta baraka. Na yule ambaye anavumilia utakuta atakuja kupata faida kubwa sana katika maisha yake. Lakini huwezi kupata uvumilivu bila kuwa na Roho Mtakatifu.
Hapa tunaambiwa utu wema. Uchoyo hapo unaondoka, lafi hapo unaondoka, unakuwa mwema. Uko tayari kuwatembelea watu ambao wana matatizo, uko tayari kushuhudia habari njema, kuweza kuwaona, kwa sababu kuna yani ndani ya moyo wako kuna wema wa aina fulani wa kimungu ambao Mungu anakuhimiza upate kuweza kutekeleza ili watu wengine wapate kuweza kupata mafanikio. Kuna fadhili, uaminifu, upole, afu na kiasi. Haleluya. Kwa hiyo hapa huu ni tabia. Tabia. Wala haisemi kwamba matunda ya Roho. Sasa unakuta walimu wengine wanapokuwa wanafundisha wanachora mti, hapo wanachora apple mbalimbali humo. Kana kwamba Roho Mtakatifu kwa matunda kama hivi. Hiyo pia sio sahihi. Ni ladha. Kinachozungumzwa hapo, tunda ni moja tu. Baada ya pale zinazofuata ni ladha zake. Ni tabia ya tunda hilo, au ni tabia ya kufanana na Kristo. Unapoambiwa tunda la Roho, maana yake ni tabia ya kufanana na nani? Na Yesu. Mtu ambaye ana tabia za kufanana na Yesu analo tunda la Roho lote. Ataishi kulingana na jinsi Yesu alivyokuwa anaishi. Je, umempokea Roho Mtakatifu katika maisha yako? Wewe ulipookoka au tangu ulipokuwa umekata shauri na kumpa Yesu Kristo maisha yako, je, umejazwa Roho Mtakatifu? Kama hujajazwa Roho Mtakatifu, ni muhimu sana kuweza kujazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atabeba yale matatizo unayoyapitia. Roho Mtakatifu atakuponya. Roho Mtakatifu ataondoa matatizo mengi sana katika maisha yako. Atakuhuisha, atakupa nguvu za kiroho, atakupa ushindi katika maeneo mbalimbali unayojaribiwa au katika majaribu mengi unayoyapitia katika maisha yako. Bila Roho Mtakatifu utapata usumbufu. Roho atakuongoza kuomba. Ukienda kuomba unakuta kuna ulaini. Unaomba hili naondoka hili nakuja lile. Ukimaliza hili nakuja hili. Ukimaliza hili nakuja hili. Yamefuatana kama vile umepanga. Kinyume cha pande inabidi utafute liturujia. Wewe kwa KKT. Mwinjilisi wala padri hawezi kuomba bila kusoma nini? Liturujia. Eti anawaambia watu tuombe, anawageukia na hapa mgongo, watu wanaanza kusoma. Hana roho maana yake. Waliojazwa wanaomba moja kwa moja, wazi wazi. Alafu nimekuja kuona pia kuna watu wengine hawana roho humu ndani. Halo? Mpe maiki mwambie hivi, omba. Kama unashindwa kuomba kwenye maiki, wewe huna roho. Tunasema hivi, tuombe. Tunaanza kuomba sasa kwa kupokezana. Mimi nakuja na kukabidhi maiki. Unabaki kutoka kwa jina la Yesu. Toka tu kwa jina la Yesu. Toka tu kwa jina la Yesu. Toka tu kwa jina. Mwanzo mwisho. Huwa tunakemea kwa pointi kulingana na kwamba kile kitu tunachokiombea kinatakiwa kifanye nini? Kikemewe. Mwingine toka ni kwa sababu amekaukiwa. Huna roho. Na kwa nini huna Roho Mtakatifu? Uvivu. Uzembe. Mtu akiambiwa na Roho Mtakatifu, nenda kaombe usiku, anagoma, analala. Mimi bwana, kama shukuru Mungu amenitia nguvu. Bwana ameniamsha usiku naomba. Lakini mwili unapiga kelele kama nini? Mimi kila siku natoka kuomba nje ya chumba cha kulala. Lakini naelewa shida za mwili. Mwili unataka ulale. Mwili unataka upumzike. Mwili unataka ujinyoshe. Leo waka niamsha. Niamsha na roho. Lakini sasa kanane kamili kama sio. Sasa tukilinganisha na kazi nilizofanya wiki nzima na jana kwa sababu nimechoka. Naomba kufunga siku kadhaa. Nimechoka mwili, yaani nipumzike. Nimelala kidogo. Nikaamua wakati wa kupumzika ni baadaye kaombe. Nyosha maelezo. Haleluya. Nikaripoti sebuleni. Tangu wakati
utashindwa kuomba hata kwenye maji. Utafilisika, utapukutika kama mti ambao umepukutisha majani na matunda wakati wa kiangazi. Umepukutika vipawa, umepukutika tunda la Roho, umepukutika mpaka tabia za tunda la Roho. Mtu ameishiwa kila kitu, mvivu, mzembe. Wewe ngoja siku ya Jumapili unaweza kuomba mtu naye kaomba atakayojikanya. Na wengine walikuwa naomba vizuri, sasa wamesha poa, mtiririko wa Roho Mtakatifu haupo. Jaa Roho Mtakatifu, funikwa na nguvu ya Mungu, utaomba vizuri. Haleluya. Hii wiki ni wiki ya kujikumbusha. Acha kuwa na ukame, umekaukiwa vibaya, vipao vya Roho havitembei, nguvu ya Mungu haipo ndani ya watu. Ndio maana unakuta kwamba uropokaji ni mwingi, kuchafuana ni kwingi, kuchukiana ni kwingi, kushuhudiana hakuna, wanakwaya wanasengenyana wao kwa wao. Yeye wanakwaya yeye. Yaani mwingine mwenzake akiiba vizuri, anaona kama anamnyang'anya utukufu. Anasema heshima hii labda ingekuwa nini, mimi ningepewa. Hapa hatuko kwa ajili ya kupeana heshima za uimbaji. Hapa tunajimimina kwa Mungu, tunamwimbia yeye. Haleluya. Tunamtukuza kwa moyo mzuri. Pata vipawa vya Roho, nyewe waimbaji, tazamane uso. Bwana kwa anaambiwa na mwalimu imba. Unaambiwa wewe, unaambiwa fulani hivi, wewe ni kiburi. Mwenzake akiimba kutoka hapa njia nzima ni kumsengenya, ni kumwaibisha hivi, alafu asiambiwe hivi, asema si Mungu akubariki kwa kuimba vizuri, alafu yeye akasikia Mungu wangu. Kwa kweli ukipongezwa usile utukufu. Watu tunarudisha utukufu kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu. Lakini sio sababu yako kwanza kufanya nini? Kumnyanyapaza mwenzako na kumsema vibaya kwa sababu amepongezwa. Kama amepongezwa, na wewe kaibe kwa bidii. Vipawa tunavyo si kwa ajili ya kujivunia. Mimi ni mhubiri. Nahubiri kwa kiwango kile ambacho Mungu anafanya nini? Ananijalia. Lakini siku nyingine atasimama mhubiri mwingine naye atahubiri kwa kiwango ambacho Mungu anafanya nini? Anamjalia. Na mimi nitajengwa, nitajisikia vizuri. Haleluya. Sio nione wivu au nijisikie vibaya kwa sababu eti mimi sijahubiri. Sasa mwingine akihubiri, mwingine anajisikia vibaya. Mbona mchungaji hanipi mimi nihubiri? Hata amesusia kuja ibadani. Amegoma. Eti kwa nini mimi sipewe kuhubiri? Si zamu kwa zamu, siku nyingine Roho atakupa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Tupate vipawa kwa ajili ya kulijenga kanisa. Imba, haleluya. Kwa ajili ya kulijenga nini? Kanisa. Jaa Roho Mtakatifu kwa ajili ya kulijenga kanisa. Sio baada ya kupata vipawa ukamtukuza Mungu vizuri, ukapotea ukafikiri kwamba kwa njia ile labda uanze kutukuza. Hapana. Biblia inasema Mungu ni Mungu mwenye wivu. Hapo anasema siwezi kushirikiana utukufu wangu na sanamu. Sanamu ni mimi, sanamu ni wewe. Na amesema kwamba nanyi mkisha kuyafanya haya yote, semeni sisi ni watumwa tusio na faida. Tumefanya tu yatupasayo kufanya nini? Kufanya. Rejea Luka 17 mstari wa 10 utakuta maneno. Sio sasa hivi. Unaweza kuandika. Nakumbuka mmoja ambaye alikuwa na tatizo la ukimwi. Ila sasa nilimwombea, yani alikuwa amebaki, yani alikuwa yuko pale amebakisha siku chache tu afariki. Na amekaa mwezi mzima. Mchungaji aliniambia tukienda pale mimi sitasema chochote kwa sababu naweza kuonekana kama namnyanyapaza. Amekaa mwezi mzima, watu wanasubiri afya wakamziki. Halo. Tukamwombea. Bwana akamponya. Baada ya pale miezi miwili ishapita tangu alipokuwa amepona. Mchungaji wake akanipigia simu. Yule mama bwana, nataka amshukuru Mungu. Wewe atakutumia pesa na wewe uje toka Singida kwenda Manyara, kwa mkoa. Karibu na Babati kule. Anataka mshukuru Mungu pamoja na nikamwambia hapana.
Mimi nilishamwombea, kazi nilishamaliza. Yeye ana wajibu wa kushukuru nani? Mungu. Haleluya. Na wewe mchungaji wake. Amesema atatupa na pesa, pocket money utaipata. Sifa na utukufu apewe nani? Yesu. Haleluya. Wapendwa, sema haleluya. Amen. Leo tunachenga, tunatumika kwa ajili ya kulichenga kanisa. Na hapa ninyi hapa wote mtakuwa na vipawa mbalimbali. Wote. Mwingine mwalimu, mwingine mhubiri wa injili, mwingine yuko kwenye idara fulani, mwingine mtumishi fulani. Tumika kwa bidii kwenye kile kitengo chako. Kama ni kuimba, hakikisha kwenye ile praise wanaimba wote, unamsifu Mungu pamoja nao katika hali nzuri. Haleluya. Amen. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kama bado hujajazwa, huwezi kuzaa tunda la Roho. Lazima ujazwe, ndipo ujae Roho Mtakatifu. Siku ya kujaa Roho Mtakatifu ni leo. Siku ya kupokea vipawa vya Roho Mtakatifu ni leo. Siku ya kupokea tunda la Roho Mtakatifu ni leo. Haleluya. Sio siku nyingine. Leo jitolee, Bwana Yesu akujaze upate nguvu za Mungu. Mungu anataka kila moja amtumikie. Je, umejazwa Roho Mtakatifu? Mwisho, Roho Mtakatifu huonyesha umilikaji. Roho Mtakatifu huonyesha umilikaji. Ukienda katika kitabu cha Waefeso, anasema mtu ambaye hana roho turudi kwanza kwa nani? Waefeso. Waefeso 4. Nenda tu hapo kwanza. Anaonyeshwa kama muhuri. Hapo. 4, nenda mstari ya mwisho tu. Sura 30. Wala msimzimishe huyo Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Usifanye nini? Tusimzime. Roho Mtakatifu hapa anaonyeshwa kama nini? Muhuri. Sawa eh? Ni ukombozi gani unaosema hapa? Wakati wa unyakuo. Yeye Roho Mtakatifu ile siku ya unyakuo ndiye atakayetuambia kwamba Yesu yule pale, na kutakuwa na nguvu nyingi za kwake mwenyewe zitakazo kubeba na kukupeleka pale juu. Sasa turudi kwenye muhuri sasa. Kwa kuwa hapa ametajwa kama muhuri. Muhuri una maana gani? Muhuri huonyesha umilikaji. Mfano, nikakuandikia barua, nikaipiga muhuri. Popote unapokwenda watakutambua kwamba wewe ni mshirika mzuri, mwaminifu, una matatizo. Kwa sababu gani? Ya ule muhuri. Bwana Yesu asifiwe. Barua isiyokuwa na muhuri ni fake. Si ndio? Umejiandikia mwenyewe. Utaambia umejiandikia mwenyewe, unatudanganya. Ni fake. Lakini inapopigwa muhuri, inaonyesha umilikaji. Mwenye barua hiyo ni mimi mchungaji, sio wewe ambaye nimekupa. Wewe mimi nakutambulisha kupitia ile barua. Wala utakuta anwani ni ya kwangu nimeandika pale, nimekutambulisha, lakini pia nimegonga muhuri. Wewe popote unapokwenda utapokelewa bila shida. Kwa nini? Inaonyesha umilikaji. Sasa Mungu anataka amiliki kila muumini, kuonyesha kwamba ni wa kwake kwa njia ya kumjaza Roho Mtakatifu. Unapopigwa Roho Mtakatifu, maana yake wewe ni mali ya nani? Wa Yesu. Ndio maana wakati wa kupiga Kristo kutakuwa na 666. Kila anayepata chapa ya mpinga Kristo maana yake ni mali ya nani? Ya mpinga Kristo. Huwezi kununua, huwezi kuuza mpaka upate ile chapa. Maana inaonyesha umilikaji. Na ukipigwa chapa maana yake wewe unamilikiwa na nani? Na shetani. Unaona sasa uthamani wa muhuri. Sasa hapa Roho Mtakatifu anatajwa kama muhuri. Kwa hiyo lazima upigwe muhuri wewe ili kuonyesha kwamba ni wa Mungu. Turudi kwenye mifugo. Wangapi hapa wana ng'ombe nyumbani kwao? Wangapi wana ng'ombe nyumbani
JMK. Ni jina la mwenye ng'ombe. Yeye ni mmilikaji. Ukiiba ikakamatwa akakushtaki polisi, atathibitisha kwamba muhuri huu ni wa kwangu, mimi ndio JMK, na mashahidi wataletwa, watashuhudia kwamba ng'ombe huyu ni wa fulani. Haleluya. Amen. Wewe ni lazima upigwe chapa. Mimi ni lazima nipigwe nini? Chapa, ili kuonyesha kwamba namilikiwa na Yesu, na ninapenda zaidi nimilikiwe na Yesu. Na nataka amilikiwe na mashetani ili pepo zije zikuvae. Tuone utakavyokuwa. Si Ijumaa mlikuwa hapa? Ule dada tu kwenda mombeli kwaje? Hapo kwa alitoa akaona hapa tuondoke. Nimekataa kutoka hivi, tunaondoka na mtu wetu. Kakirusha kule, anataka akimbia toroka, watu kamata. Baada ya kukamatwa, kemea kwa jina la Yesu, akafanya nini? Akakimbia, kwa sababu Mungu na Yesu hawawezi kukaa pamoja. Kama wewe unataka mashetani, sema uende kwa wapunga mapepo. Tunaposema mtu amemilikiwa na mapepo au amepagawa, tuna maana hii: nafsi yake ama nusu huwa imelala na nusu inamilikiwa na nini? Na shetani. Na ukikuta amemilikiwa kikamilifu, maana yake nafsi yake haijitambui. Kila tendo analolifanya ni la shetani 100%. Ndio maana utakuta madhihirisho, vituko anavyofanya ni vya kishetani vyote. Hello. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho Mtakatifu anaonyesha umilikaji. Biblia inasema wasio na roho sio wake. Warumi 8:9 tunamalizia. Kwa matendo na nani wa Joeli 2:28-9 afungue. Ile nimwambia matendo kwa Joeli 2:28-29 hapo tutapita bila kusoma. Tusome kwa jina la Yesu. Soma nani? Warumi 8:9. Warumi 8:9. B. Warumi 8:9 kule B yake. Warumi 8:9 ile B yake. Tusome kwa jina la Yesu. Karibu. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo sio. Maandiko yanaonyesha wazi kabisa. Mtu awaye yote, mtu yeyote, kama hajajazwa Roho Mtakatifu, huyo sio wake. Muhimu wa Roho Mtakatifu unapatikana pale. Na Roho ndiye anayetuthibitishia kwamba sisi tu watoto wa nani? Wa Mungu. Kama hujajazwa Roho Mtakatifu, leo ujazwe. Haleluya. Leo ujazwe. Kuna wengine hawampi umuhimu Roho Mtakatifu. Yaani yeye ajazwe asijazwe ni sawa tu. Aishi maisha ya ujazwa Roho Mtakatifu au hana, sawa tu. Hapana. Hiyo tabia ya kuishi bila Roho Mtakatifu Mungu hataki. Hapendi. Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe ni miongoni mwa ambao si wake? Yaani wewe ni miongoni mwa watu ambao hawajajazwa Roho Mtakatifu? Maana kama hujajazwa Roho Mtakatifu, wewe si wa Mungu, wewe si wa Yesu, wewe si wa Roho Mtakatifu. Lazima ujae. Kwa sababu pana kazi baada ya pale. Mungu anataka akutumie katika maisha yako. Waefeso nani? Joeli 2 soma. Joeli 2:29 soma. Soma kwa jina la Yesu. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Okay. Wait. Baada ya hayo, baada ya Yesu kuja, atamimina Roho Mtakatifu kwa nani? Kwa wote wenye mwili. Atamimina Roho Mtakatifu kwa nani? Wote wenye mwili. Wewe una mwili au huna? Unao, sio? Atamimina kwako. Watoto wana mwili au hawana? Atamimina kwao. Endelee. Na wana wenu waume kwa wake. Na wana wenu waume kwa wake. Anaposema wana ni watoto wa kiume. Katika Biblia ndio wanaitwa wana.
Watoto wa kiume watajazwa Roho Mtakatifu. Mabinti anaosema wake watajazwa Roho Mtakatifu. Wamama watajazwa Roho Mtakatifu. Waimbaji wajae Roho Mtakatifu. Watatabiri. Tabiri kuhubiri au kushuhudia habari njema. Wazee wenu wataota ndoto. Ndoto za kutumikia Mungu. Na vijana wenu wataona maono. Sio maono ya uhusiano wa kuoa. Hiyo tafsiri yake Bwana Yesu asifiwe. Ni maono ya utumishi. Kama itatokea utaonyeshwa maono kwa ajili ya kwanza kwa hayo ni mambo ya ziada ambayo Roho Mtakatifu anayafanya pia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pale lazima tunyoshe maneno, anazungumzia maono ya kumtumikia nani? Mungu. Wapendwa, haleluya. Naomba tusimame. Tunda la Roho ni moja, sio mawili. Moja tu, zingine ni ladha. Ndani ya upendo, yani tunda ni upendo. Na upendo huu unaosema hapa ni upendo wa agape, upendo wa hiari. Tunasema upendo wa agape ni upendo wa nini? Wa hiari. Mtu anajitolea kumtumikia Mungu kwa hiari. Sio kwa kulazimishwa. Kuna watu wengi sana hapo wana vipawa, wamepewa na Roho Mtakatifu wamtumikie Mungu, lakini wamekaa tu, hawataki kuhusika. Hawajitosi kwenye utumishi wa Mungu. Omba ujazwe Roho Mtakatifu. Petro kabla hajajazwa Roho Mtakatifu, alishindwa kwanza kuwashuhudia wanaume wachache tu kwenye ukumbi wa kuhani mkuu. Wanaume wachache tu, wanamgambo wachache tu. Wakiwepo na baraza la wazee 70, wachache tu. Akaogopa mpaka akamkana Yesu mara 3. Lakini rudi baada ya kuweza kujazwa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, alipiga injili. Hana maiki, hana speaker, hana rivera, ile breastplate, kifuniko cha kifuani ambacho kuhani alikuwa anavaa anapoenda patakatifu, atakuwa anawakilisha makabila 12 ya wana wa Israeli. Hakuwa nacho. Hana lile joho la kuvaa kama makuhani wa Kiroma wanavyovaa. Akasimama kwa nguo za kawaida, akapiga injili. Mkutano uliokutanika pale, watu walikuwa dunia nzima. So alienda kwa ajili ya kuabudu kwa ajili ya Pentekoste dunia nzima. Soma pale utakuta watu wa dunia nzima walikuwepo pale. Akapiga injili. Watu 3 wakaokoka. Kila wewe mkutano mpaka watu wanaokoka 3 ulikuwa ni umati kiasi gani? Halafu mdomo peke yake ulitosha. Hakuna kilongalonga. Mdomo peke yake. Roho Mtakatifu anawezesha. Haleluya. Ondoa woga, ondoa mashaka, ondoa wasiwasi, jaa nguvu. Haleluya. Amen. Imba kwa kupitiliza, msifu Mungu katika hali nzuri. Uwe jasiri, vaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Mungu akufunike, akuwezeshe katika jina la Yesu Kristo. Ondoa uzembe katika maombi. Ondoa uzembe kwenye kufunga na kuomba. Huwezi kupata nguvu za Mungu wala tunda la Roho bila gharama. Gharama wakati mwingine ni maombi ya kufunga na kuomba. Gharama wakati mwingine ni maombi ya kujitolea kumtafuta Mungu. Pale anaposema na wewe, lazima ujitolee, uonyeshe uhalisia wa kukubali mapenzi ya Mungu. Kila mmoja asimame na kila mtu aje. Maana hapa nina barua inayotoka taifa inasema kwamba kila mshirika ajazwe na nini? Na Roho Mtakatifu. Na barua nimezigawa mimi mwenyewe sehemu nzima. Haleluya. Amen. Sehemu nzima. Kila kanisa, kila muamini ajazwe